katika asbabu za kuendelea kudumu katika matendo mema na kuendelea kumshukuru Allah tabarak wa taala kwa neema zake mbalimbali ni kukaa mbali na makundi ya ovyo, kukaa mbali na watu wasiokuwa na himma na dini. Hili jambo tulizungumza mara kwa mara sana. Watu wengi mmeathirika na vikao na majalisi na maskani za watu wa ovyo. Hamna maskani nzuri mnazokaa. Maskani zenu mkikaa, story zenu ni mipira, story zenu ni siasa, story za wanawake, story za kusengenya, habari za watu. Tena wengine wanajisifu kwamba wao wanachelewa kulala kwa wanajua habari za mji. Yani umekosa kazi yako ni kufuata habari za watu. Na katika mtu ambaye atafedheheshwa na Allah kama ilivyokuja katika athar ni mtu ambaye anapenda kufuata aibu za watu na kutafuta mapungufu ya watu. Mtu huyu Allah atamfedhehesha. Sasa tujiepushe na hizi maskani za ovyo, hazijengi, zinabomoa. Ukikaa katika maskani za ovyo watu wataanza kuzungumza wanawake, nafsi inaathirika. Watu wanaanza kuzungumza habari za siasa, nafsi zinaathirika. Watu wanazungumza habari za mipira tu, nafsi zinaathirika, nafsi inakufa. Mwisho mtu mpaka salamu yatolewa yuko maskani. Wengine wanaswali, swala zinakimiwa misikitini toka adhana mpaka ikama yuko maskani tu, mpaka swala yesha yuko maskani. Ni mtu anaswali lakini kwa sababu ya majalis, vikao vya watu wa ovu. Watu wa ovu hawaamrishi matendo mema.